Mungu alilotupa kwamba tupate heshima tena ya kuwa wanaye wa kike na wa kiume. Utakuwa na heri Pasaka hii kama utalitazama hilo pendo kutoka wapi wapenzi? Moyoni. Nawaambia hiyo kweli, tulipolitazama kiasi Mungu alichotujalia pale kwenye kanisa la nyumbani, tukaweka nadhiri kwamba nikitoka safari hizi basi nikienda tutakuwa na maombi maalum ya kumshukuru Mungu kwa hili pendo, asikie kwamba tumeridhika nalo, tumelipokea, tumelikubali. Mnanisikia vizuri wapenzi? Tuwe na sadaka kabisa ya shukrani maalum kwa upendo wa namna hii. Bwana asifiwe sana. Nipenda tuingilie hapo. Sasa tunapoendelea na somo letu la alama za mauti ya Yesu, alama ya kwanza tuliyoiangalia ni kudharauliwa na kukataliwa. Naenda haraka kwa sababu tulishafika humo. Lakini pia kudharauliwa kwake na kukataliwa ilitokana na kitendo cha Adamu wa kwanza na mkewe kusikiliza mazungumzo mabaya. Wapenzi, chonde. Nadhani mwaka jana nilipopita hapa nilizungumza sentensi hii kwamba katika viungo vyetu vya mwili inawezekana, sina hakika sana, ila nakupa kazi na wewe ukaifanyie kazi. Inawezekana sana kwamba pua zina uaminifu kuliko masikio na macho. Pua zinapofika mahali kwenye hewa ambayo pua hazikubali, sawa wapenzi, pua zinasema niondoe haraka sana. Lakini macho yanapofika mahali yanatazama vitu ambavyo hayapaswi kuona, hayataarifu kwamba niondoe hapa. Ndio mtu anakodoa macho kabisa na angalia mpaka naenda amefurika amebomoka. Masikio yanapokwenda mahali yanasikia vitu ambavyo hayapaswi kusikia, sidhani sana kama yanatujuza kama pua. Niondoe haraka sana. Mtanapa masikio yalikuwa ya inchi 1.5, inchi 5, inchi 6, futi 1 mpaka mingine mita 1 kabisa. Sikiliza natoka pale amebomoka. Bila kujua mazungumzo mabaya uharibu nini wapenzi? Bwana tusaidie sana. Amen. Tunapaswa kufanana na Yesu, yani alipodharauliwa na kukataliwa. Lengo lake hasa, pamoja na kwamba alichukua adhabu yetu hiyo ya kupoteza ubora na thamani yetu, lengo lake hasa alitaka nini? Bwana asifiwe sana. Alitaka tujitambue kuwa alichukua sura hiyo kwa ajili yetu, halafu tujikubali kwamba alifanya adhabu hiyo ambayo ingetupata sisi, na anachokitaka kwetu tujue kusoma mazingira ya kwamba akiwa ndani yetu ni mambo gani tuyasikilize na ni mambo gani tusiyasikilize. Bwana asifiwe sana. Bila shaka hapo tuende kipengele cha pili. Kushtakiwa kwake tulijifunza ilikuwa ni kwa sababu ya tamaa. Kushtakiwa ilikuwa ni kwa sababu ya tamaa. Na maandiko tuliyasoma hapo hatutayarudia. Mathayo 27:12, aliposhtakiwa hakujibu neno. Kwa nini hakujibu neno? Hakuwa na kesi binafsi inayomkabili. Ndio maana aliposhtakiwa hakujibu neno. Sawa wapenzi? Hakuwa na kesi binafsi iliyokuwa inamkabili. Yesu alifanyeje basi? Alijitwika kushtakiwa kwetu kwa sababu ya tamaa zetu mbaya ambazo chanzo tuliona ni kuanzia kule Edeni. Alipenda tufanane naye au kufanana naye basi kulingana na kushtakiwa kwake. Kufanana naye alipenda tufanyeje? Tujitambue kwamba alishtakiwa kwa sababu ya tamaa zetu. Tujikubali kutuliwa huo mzigo wa tamaa. Tujikubali kwamba tamaa zetu zote zimehukumiwa, zimeadhibiwa ndani ya mwili wake. Kwa hiyo usiende tena ukadhalisha tamaa nyingine. Zilihukumiwa zote zikaadhibiwa. Badala ya kuadhibiwa ndani yetu, ziliadhibiwa ndani yake.
Tazameni wapenzi, ni pendo la namna gani. Nasikitika kwamba uwezo wa kutulia, kukusanya mawazo, kusanya moyo, kusanya akili, kusanya roho yako, ukusanye kabisa fahamu zote, uanze kutafakari ya namna hii. Waliotutangulia waliditafakari wakaondoka wanaimba, kama si wewe Yesu ningekuache, ningekuache, ningekuache. Waliotafakari haya kabla yetu walitafakari wakaondoka pale wanaimba, alinitafuta Kalvari akanitoa na mizigo. Sisi tunaimba tu, pengine tukiwa hata hatujui ile mizigo na madhara yake ambayo alitutua. Mnanisikia vizuri wapenzi? Mungu atujalie neema. Natamani sana Pasaka hii iwe Pasaka kweli kweli. Aliposhitakiwa alikuwa anajua anafanya nini. Alikuwa anajua anajitwika kushitakiwa kwetu kwa sababu ya nini? Ya ile tamaa ambayo tulikuwa tunawaka, hatimaye inatupeleka kumwasi. Je, tunapaswa kufanana naye kwa mambo yapi juu ya kushitakiwa kwake? Na kwanza, kujitambua kwamba alishitakiwa mashtaka ambayo tungeshitakiwa sisi kutokana na tamaa mbaya. B, tujikubali basi kutuliwa mzigo wa tamaa. Yaani hata kama unaona tamaa inakunyemelea, iambie hivi, wewe tamaa, una akili au huna akili? Unajitambua au hujitambui? Kama unajitambua, kwa nini unaning'ang'ania wakati tamaa iliyokuwa ndani yangu ilishahukumiwa ndani ya Yesu? Wewe hapa unafuata nini? Mwananisikia vizuri wapenzi? Mwananisikia vizuri wapenzi? Lakini nilichozungumza, macho sidhani sana kama yana uaminifu kama pua zikifika mahali tu zinapata ladha ambayo hapa hasio yenyewe zina taarifa haraka sana, niondoe hapa. Mnanisikia? Na huwa tunatii. Lakini macho yakitazama maumbo ya vitu ambavyo si halali yetu, si haki yetu, macho yanasema unaona hicho, yanaambia akili, hebu tafakari hicho kitu. Tafakari, unaanza unavutwa, hujui. Mnanisikia vizuri wapenzi? Bwana tusaidie sana. Tazameni basi ni pendo la namna gani alivyotupa Baba, kwamba tulipokuwa wenye tamaa, yeye basi zile tamaa alikuja akatusamehe, akazibeba mwilini mwake, akashitakiwa. Ndugu zangu, tumpeleke Yesu tena kwa Pilato, kwa Kayafa, si kwa nani, tumpeleke tena mahakamani wapenzi, akahukumiwe kunyongwa. Tutakuwa na akili timamu? Sio hivyo wapenzi. Hakuna asiye na akili timamu. Tatizo ni matumizi ya hizo akili. Hapo nimekumaliza. Bwana tusaidie wapenzi. Hakuna asiyekuwa na akili timamu. Shida ni matumizi ya hizo akili. Sasa zinatumikaje? Hata ukienda shuleni darasani, hakuna mwenye akili nyingi na mwenye akili. Wote wana akili, kwa sababu Mungu hajabagua, hajafanya nini? Hajafanya upendeleo. Tatizo ni sasa hiyo akili inatumikaje? Mnanisikia vizuri wapenzi? Bwana tusaidie sana. Ndio maana mwandishi mmoja alisema tumieni akili kama ipasavyo, maana wengine hawamjui nani wapenzi. Niko naongea haya, lakini nikikagua kule tunapoenda wapenzi, takapofika mbele za kiti cha hukumu, mnanisikia ndugu zangu? Mshuhudie wenyewe kwamba ninachokizungumza yalikuwa maisha yangu au zilikuwa ni propaganda. Mkikuta yalikuwa maisha yangu, mnanisikia vizuri? Mkikuta yalikuwa ndio maisha yangu, niwageukie kila mmoja aliyenisikiliza. Mpendwa, tulipokuwa tunaongea hivi, wewe ulichukuliaje haya? Yule ambaye basi vile neno lilianguka kando ya njia, ndege wakaja wakala, kwa maana ya kwamba alikuwepo ibadani kweli, lakini wakati neno linaendelea anawaza, hivi kitambaa gani mwaka huu nashona? Leo tunatokaje siku ya Pasaka? Nitakula nini? Mtu anakuwa na hayo, neno linapita. Mnanisikia vizuri wapenzi? Bwana tusaidie sana. Alishtakiwa kwa tamaa zetu. Alitamani tufananeje juu ya kushtakiwa kwake. Tujitambue kabisa kwamba alishtakiwa kwa sababu ya tamaa zile ambazo alipotusamehe alizibebelea yeye mwilini mwake. Halafu akaenda nazo msalabani, akaenda nazo kushtakiwa. Mnanisikia wapenzi? Akaenda nazo mahakamani. Kwa hivyo tulishashtakiwa. Lakini cha pili,
alipenda tujikubali kabisa kutuliwa mzigo huo. Mnanisikia vizuri wapenzi? Tujikubali kutuliwa mzigo huo. Hakikisha umejikubali kwamba tamaa zote zilizowahi kuishi ndani yetu Yesu alizibeba mwilini wake akashtakiwa. Mnanisikia? Kwa macho alikuwa anashtakiwa yeye, ameharibu nini? Ameivunja torati. Lakini kumbe zile tamaa ndizo alizoenda nazo mahakamani, zikashtakiwa: tamaa ya mwili, tamaa ya macho, tamaa ya nini, ya matusi, vyote akashtakiwa. Mnanisikia vizuri wapenzi? Sasa kama ukiona zinakunyemelea na zinakaa, ujue zinakuuliza uko tayari kushtakiwa binafsi au wewe ni mnufaika wa fidia aliyoilipa Yesu. Mnanisikia vizuri wapenzi? Bwana tusaidie sana kujitambua kwamba Yesu alishtakiwa kwa sababu ya tamaa zetu, lakini pia kujikubali kutuliwa huo mzigo. Lakini pia mnanisikia vizuri, anachopenda kabisa akione katika maisha yetu, mwenendo anaopenda auone katika maisha yetu ni kwamba pale ninapofika mahali macho yananionyesha kwamba unakiona hicho. Mnanisikia vizuri wapenzi? Kwa sababu yeye adui alimpeleka akampandisha kwenye kilima, akamwonyesha miliki yote, akamwambia unaona fahari yote hivi, haya yote utanipa, haya yote nitakupa, ukianguka na kufanyeje? Na kunisujudia. Mnanisikia vizuri wapenzi? Je, sisi tunapoonyeshwa maumbo, miliki na kuambiwa kwamba tutapewa tukipiga goti na kumsujudia shetani, mnanisikia vizuri wapenzi? Huwa tunakuwa na maamuzi gani? Mnanisikia vizuri wapenzi? Ninachosisitiza ni kwamba alipenda kabisa au anatamani atuone kila mmoja wetu, macho yanapotupa picha ya vitu ambavyo pengine vinatuvuta, tusiruhusu ile tamaa kuingia. Tukiruhusu tu, tunajinasua, tunajiondoa kwa wanufaika wa nini? Wa alama za mauti ya Yesu. Kipengele cha tamaa tunajisajili wenyewe na kujitoa sadaka kwa mauti. Mnanisikia vizuri wapenzi? Nasikitika tunapoliongea ni mauti, ndugu zangu, hakuna aliyewahi kulishuhudia. Mimi nimeshalishuhudia kabisa, kama sio mara tatu. Ile ni roho linalotenganisha, ile linaloua, linalotenganisha mwili na roho, linalotenganisha. Nimelishuhudia kabisa. Hili huwa linafanya kazi na wachawi, wale wanaotuma ajali njiani, wale wanaotuma mapepo yale yanayonyonga, unaona, huwa linafanya kazi nao. Sasa hivyo siku moja mchawi mmoja alikuwa anaroga watu, wanakuja na waombea. Baadaye akaona alitume sasa lije niangamize mimi na familia yote na mke na watoto kwa usiku mmoja. Tena alinitumia ujumbe kabisa huyo mtu. Mnanisikia vizuri wapenzi? Alinitumia ujumbe. Alimtuma kiongozi